Naam, karibu kwa mara nyingine tena katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Baragum Live, na hivi sasa tayari mgeni wetu amekwisha wasili katika studio zetu hapa, na tutakwenda kuzungumzia matumizi ya mfumo wa anwani za makazi. Na tumeshasikia kwamba tayari tumeshawekewa anwani za makazi. Sasa je, tunafahamu matumizi ya mfumo ya anwani za makazi? Sasa leo hii tutakwenda kufahamu, na tuko na Bwana Arnold Mkude ambaye atakuja kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na matumizi ya mfumo wa anwani za makazi. Kwanza habari ya asubuhi na karibu sana katika studio zetu za Baragum Live. Asante sana, nakushukuru. Ndio. Nakushukuru sana. Yeah. Kuna mfumo kumbe. Mfumo upo. Ndo jana ndo nimesikia. Kuna mfumo. Ndio. Mimi najua tu ni anwani zile zinapachikwa mtaa wa Makapotela, mtaa wa Dokas, kumbe kuna mfumo tena. Ndio. Sasa leo tutakwenda kufahamu huu mfumo ni mfumo ni wa aina gani. Karibu sana. Asante sana, shukuru. Kama ambavyo umetangulia kusema, tuna mfumo wa anwani za makazi. Ndio. Na mfumo huu maarufu sana unafahamika kwa jina la NaPA. Na NaPA ni kifupi cha National Physical Addressing System. Ni mfumo wa anwani za makazi ambao uko kidigitali. Kwa maana kwamba mwananchi anaweza akaupata na akauweka kwenye simu janja yake kwa ajili ya kutumia. Na kimsingi utekelezaji wa zoezi la mfumo wa anwani za makazi lilitekelezwa kwa ajili ya kurahisisha ufikishaji na utoaji wa huduma. Kwa hiyo linagusa maisha ya mwananchi ya kila siku. Kwa hiyo ndio maana sasa lile zoezi ambalo lilifanyika, mtakumbuka 2022 tulifanya kwa njia ya operation kufuatia maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba kila mwananchi sasa aweze kupatiwa anwani ya makazi. Lengo lake ni nini? Kurahisisha masuala ya utambuzi, kuharakisha masuala ya utoaji wa huduma na ufikishaji wa huduma kwa wananchi. Ndio maana sasa zile taarifa ambazo zilikusanywa, hizo anwani za makazi tunazoziongelea, ziko kwenye programu tumizi ya mfumo wa anwani za makazi. Sasa hapa unaweza kauliza tunaupataje huu mfumo, uko wapi? Kwa wale ambao wanatumia simu janja, mfumo wa anwani za makazi unaweza ukaingia kwenye Play Store au App Store kulingana na simu gani unatumia. Ukapakua huo mfumo ukaweka kwenye simu yako. Unapoweka kwenye simu yako utaweza kuona anwani mbalimbali, huduma mbalimbali ambazo ziko karibu yako na ukaweza kuzifikia. Kwa mfano ukiwa unatafuta, wakati nimefika hapa nilikuwa natafuta hii Channel 10. Ukiingia kwenye mfumo wa anwani za makazi, ukiandika Channel 10 tu itakuonyesha ni anwani namba 75, iko barabara ya Lumumba, postikodi 1117. Kama sijakosea hapo, ni kata ya Gerezani. Kwa hiyo ndio anwani kamili ya Channel 10. Lakini ukitafuta kwa namna nyingine, nimeona na kuonyesha Channel 10 kule mliko kwa zamani, ndio inaonekana Channel 10 yuko kule. Sasa nini maana yake hapa? Kwa hiyo kama mtu hafahamu Channel 10 hasa uko wapi, angeweza kwenda kule ambako mlikuwa zamani. Lakini unapotumia mfumo wa anwani za makazi sasa, hizi huduma zote ambazo zimesajiliwa utaziona na kuweza kuzifikia kwa urahisi. Yes. Kwa hiyo huo mfumo upo na tunaweza kuupata kwa wale wenye simu janja, lakini hata wale ambao hawana simu janja. Kuna huduma mbalimbali ambazo watahitaji kuzipata kwenye mfumo wa anwani za makazi. Kwa mfano, nataka kufahamu kama nina anwani ya makazi au nimesajiliwa. Ni maswali ambayo wananchi wanakuwa wanajiuliza, hivi mimi nimesajiliwa au sijasajiliwa? Anaweza akatumia program tumizi ambayo nimeisema, au akatumia hata simu zile maarufu za vitochi au wengine wanaita viswaswadu. Pale kuna menyu ya serikali *152 *00 alama ya leli. Anapobonyeza hiyo menyu anakwenda namba 3 kwenye ajira na utambuzi, kwa sababu anwani za makazi ni masuala ya utambuzi. Kwa ukienda namba 3 pale ikifunguka, kuna sehemu mbili ambazo zinahusu masuala ya anwani za makazi. Kuna namba 2 ambayo ni postikodi. Kuna mtu atataka kujua postikodi ya kata yake. Kata yangu mimi postikodi yake ni ipi? Au kuna baadhi ya maeneo utakwenda utaambiwa weka postikodi yako, hujui. Kwa hiyo ukiingia kwenye hiyo menyu ya serikali pale namba 2 utakuta postikodi. Lakini namba 7 sasa utakuta anwani za makazi. Kwenye namba 7. Na unapoingia namba 7 kwenye anwani za makazi, kuna machaguo kadhaa ambayo mwananchi anaweza akataka kuyapata. Kwanza kujua anwani yake ya makazi, lakini pia anaweza akataka kuomba barua ya utambulisho kwenye serikali za mitaa.
Lakini anaweza akaripoti uharibifu wa miundombinu ya mfumo wa anwani za makazi. Hizo zote zinapatikana hata kwa wale wenye vitochi. Kwa hiyo mfumo wa anwani za makazi unapatikana kwa wananchi wote, na kimsingi ulitekelezwa na unapaswa kutumiwa kwa ajili ya kurahisisha maisha kwenye nyanja zote. Ndiyo. Kwenye masuala ya kiuchumi, kwenye masuala ya kijamii, kote huko lazima utakutana na mfumo wa anwani za makazi. Sawa sawa. Umeeleza vizuri sana Bwana Arnold, na mara kadhaa tumekuwa tukipata tabu sana. Kuna wakati mwingine, kwa mfano, ukifika watu waliotoka vijijini huko tukaja mjini hapa, tulikuwa naambia ukiuliza mtu labda Kariakoni wapi, unatoa 1000. Au umesahau bana hiyo? Lakini pia nalitazama katika swala zima la usalama. Kwa sisi watu ambao tumefanya madini, biashara madini huko, sehemu za madini, unaambia acha kuuliza watu, watajua nini ni mgeni. Kwa hiyo kumbe mimi naweza nikajua tu soko la madini lilopo karibu yangu liko wapi na umbali gani. Umeelewa? Sasa unaweza ukafahamu kwamba huduma za msingi, labda restaurant, labda hoteli iko upande gani. Je, hawa watu wanapaswa kujisajili kwenye hiyo application au tayari anwani za makazi ishawatambua? Asante sana. Kama ambavyo nimesema, mfumo wa anwani za makazi umekuja kwa ajili ya kurahisisha maisha yetu sisi. Na kama nchi tulitekeleza na tulifanya nchi nzima kupitia ile operation. Ndiyo. Sasa tunapokuja kwenye swala la huduma, kwa mfano kwenye nyanja ya huduma za kijamii. Ndiyo. Hapa unaongelea vitu kama hospitali, unaongelea shule, unaongelea nini. Kwa hiyo unapotafuta huduma zozote za kijamii, ukiingia kwenye mfumo wa anwani za makazi, kwenye program tumizi pale kuna kitufe kimeandikwa tafuta huduma. Unapokwenda kutafuta huduma, kuna machaguo mbalimbali. Unataka huduma gani? Huduma za michezo, huduma za afya, huduma za nini? Kwenye ile huduma zote zimesajiliwa, na tumezisajili wakati tunapita huko kukusanya taarifa. Na kwa nini tulizisajili? Ili mwananchi aweze kuziona kirahisi kwenye kiganja chake na aweze kuchagua huduma yoyote anayotaka aweze kuifikia. Kwa hiyo leo hii mimi nimekuja hapa ninapokuwa mgeni, au kama ambavyo umesema umekuwa mgeni mahali, unataka kujua nini kiko karibu. Nataka duka lolote ambalo liko karibu hapa la vinywaji, au unataka kujua mamalishe yoyote ambayo yuko karibu hapa. Uingie kwenye mfumo wa anwani za makazi, uangalie mamalishe yaliyoko karibu. Mfumo utakuonyesha mamalishe walioko karibu yako ndani ya umbali usiozidi kilomita 15. Kwa hiyo ndani ya huo mzunguko wa kilomita 15 utaona hao mamalishe walioko karibu. Huduma yoyote unayoitafuta utaikuta kwenye mfumo wa anwani za makazi. Ndiyo. Sasa hapa maana yake ni nini? Kwanza, na nilisema mfumo unasaidia kwenye masuala ya kiuchumi na kijamii. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kwa wale wanaofanya biashara, kwa kujua au kutokujua, mfumo wa anwani za makazi ni sehemu ya kutangaza biashara zao. Kwa una mchango katika kukuza uchumi au kutangaza biashara za watu. Maana yake biashara yako inapoonekana kwenye mfumo wa anwani za makazi, mwananchi anaweza kutafuta na akafika. Sasa hapa utakubaliana na mimi, mara kadhaa unakwenda Kariakoo, unakwenda sehemu yote ya biashara, utampigia simu, duka liko wapi? Akwambia njoo sehemu fulani, lakini mpaka ufike utauliza kweli kweli sana. Lakini kuuliza tu umeshachoka. Kuuliza tu unafika mahali umechoka. Lakini hapa nini ambacho tunakikosa? Tunachokikosa, au wafanyabiashara wetu hawajajua namna ya kutumia vizuri mfumo wa anwani za makazi. Maana yake anachopaswa kufanya ni kumpa anwani, kama ambavyo nimetoa mfano wa Channel 10. Wakati unanialika hapa, nitakiwa kuambiwa njoo anwani namba 75 barabara ya Lumumba na postcode yake. Hivyo vilitosha kunifikisha mimi hapa. Kwa hiyo hata kwa wafanyabiashara vile vile hii ni fursa. Maana yake anachotakiwa kufanya kuhakikisha biashara yangu iko kwenye mfumo wa anwani za makazi. Na kinachosajiliwa ni ile anwani ya pale ambapo mimi nafanya biashara. Kwa hiyo biashara yangu na mimi itaonekana kwenye mfumo wa anwani za makazi. Kwa hiyo ni kwenye nyanja ya masuala ya kiuchumi. Kwa hapo napaswa kujisajili. Unapaswa kujisajili. Ndio. Kwenye kujisajili hapa hakuna gharama yoyote. Mfumo wa anwani za makazi ni bure, hakuna gharama yoyote ile. Kwa hiyo kinachokugharimu wewe ni kama hujasajiliwa, kumwambia mtendaji mimi sijasajiliwa, ili yeye aweze kukusajili kwenye mfumo wa anwani za makazi. Lakini pia vile vile hata tunapotaka uwezeshaji kiuchumi, kuna baadhi ya taasisi unakwenda unataka kujua unatokea wapi. Maana yake ni nini? Ni anwani ya makazi.
Inawezekana ukawa na nyaraka zako zimekaa vizuri, unaweza kabisa kuwezeshwa kiuchumi, lakini wanataka anwani ya makazi. Kwa hiyo unaona anwani ya makazi ni nyenzo mojawapo ambayo inasaidia katika uwezeshaji wa kiuchumi. Hata vile mikopo midogo inayotolewa kwa watu wananchi mbalimbali pia sasa hivi wanahitaji anwani ya makazi, yani tujue kweli wewe unastahili kupewa hichi tunachotaka kukupa, unatokea wapi, ni mkazi wa eneo hili. Kwa hiyo kama ni mkazi, basi uko kwenye mfumo wa anwani za makazi. Yes, kwa hiyo ndio maana tunaendelea kuhamasisha wananchi kuhakikisha kwamba kila mwananchi anatambua na kutumia anwani yake ya makazi. Lakini pia hata kwenye masuala ya kijamii, mara kadhaa tunapata matukio ya kijamii. Tuna harusi, tunakwenda kwenye kumbi mbalimbali, tuna matukio sijui kipaimara na nini, lakini namna gani watu wanafika kwenye hayo matukio? Namna gani watu wanafika kwenye hizi kumbi? Au hata wale wamiliki wa kumbi, kumbe ni fursa ya kusema ukumbi fulani anwani yake ni namba fulani, iko barabara fulani. Kwa hiyo watu wanapojua hiyo tu inatosha kufika kwenye ile kumbi. Inawezekana una tukio lako pale nyumbani. Nyumbani kwako hapafahamiki, si ndio? Lakini ukimpa mtu anwani ya makazi, njoo nyumba namba fulani, barabara fulani, kwa kutumia mfumo wa anwani za makazi anaweza kufika nyumbani kwako. Kwa ni namna ambao unaweza ukasaidia pia kwenye masuala mbalimbali ya kijamii. Tuna masuala ya dharura yanatokea kwenye masuala ya kiafya. Mama amepata changamoto, umepata mgonjwa wa dharura, unahitaji ambulance. Namna gani ile ambulance inafika kwako? Kumwelekeza yule dereva akafika kwa wakati ili kuokoa maisha. Tunafanyaje? Ndio tunakwenda kutumia mfumo wa anwani za makazi sasa. Kwa watu wanapaswa tujenge sasa mazoea ya kuanza kutumia mfumo wa anwani za makazi. Kujua nakaa kwenye nyumba namba gani? Ofisi yangu iko kwenye anwani ipi? Ninapopata changamoto, ninapopata chochote, niweze kushirikisha anwani. Uchumi ni wa kidigitali sasa hivi, tunaelekea huko kama nchi. Lakini kwenye uchumi wa kidigitali watu hatuhitaji tena kukutana na wauzaji au wanunuaji. Tunanunua kwenye mitandao, unapiga simu, niletee. Anafikishaje kwenye nyumba za watu kama anwani hazifahamiki vizuri? Kwa wale wenzetu wanaofanya biashara za usafirishaji, kuna bodaboda, kuna bajaji, kuna madriver taxi, wanapata changamoto kwenye kufikisha hii mizigo nyumbani. Hata kupigia simu, nimefika sehemu fulani au umepotea, rudi nyuma kidogo na nini na vitu kama hivyo. Lakini hiyo changamoto inasababishwa na nini? Kuto kutumia anwani za makazi. Ukipita maeneo mengi ya Dar es Salaam utakuta nyumba zina vibao vya njano sasa hivi. Ingawa kuna baadhi ya nyumba of course utakuta hazina kwa sababu mtu amefanya renovation, kile kibao akakiondoa. Lakini jukumu la kuweka kibao cha anwani ya makazi ni la mwananchi mwenyewe mwenye nyumba yake. Ni kwa mujibu wa sheria. Hiyo ni kanuni za anwani za makazi katika mamlaka za miji na mamlaka za wilaya. Kwa hiyo kwamba wananchi wasiogope. Unajua sasa imeweka serikali tusiguse. Hata kama kimekaa vibaya usiguse, umeweka serikali. Mara kadhaa tumeshuhudia huko mitaani. Kumbe anaweza kaboresha hata muonekano wake ili uonekane vizuri. Kuna vigezo vyote ambavyo vimeweka kwamba rangi nini? Vigezo vipo. Tunapoongelea miundombinu ya anwani za makazi sasa, vile vibao mnavyoviona, zile nguzo tunazoziona mitaani zinaongozwa. Kuna standard, kuna kiwango cha anwani za makazi cha mwaka 2023 ambacho kinatumika kusema kile kibao kinakuwa na saizi gani, ile nguzo inakuwa na urefu upi, zile rangi zote ziko kwa mujibu wa kiwango au standard ya anwani za makazi ya 2023. Kwa kile kibao ambacho tumekibandika ndio standard ambayo tunaitaka. Lakini mwananchi inawezekana akaboresha, akang'oa kile kibao, nyumba yake akapaka rangi, kurudishia kile anaona hakiko sawa. Nafanyaje? Fika kwa mtendaji. Kuna watu ambao walipewa hii standard wanazalisha vile vibao kwa mujibu wa standard ambayo imekubalika. Kwa hiyo unaweza ukarekebisha. Lakini pia tunawahamasisha wananchi kushirikiana kulinda miundombinu. Kwenye maeneo kadhaa mmepita, nguzo ilikuwepo leo, kesho haipo. Kwa nini? Kuna watu wanakata, wanaenda kuuza chuma chakavu. Umeona zile bati au zile mbao ambayo inaonyesha jina la barabara, kuna mwingine ukuta ameikunja hivi. Kwa mtumiaji wa anwani za makazi akifika kusoma jina la barabara hata aliona kwa sababu ile mbao imekunjwa. Au mwelekeo utajua au atajua mwelekeo ni huku, kumbe mtu amekunja kibao kimeelekea huku, tayari umempoteza ule mtu. Lakini na wengine wanafanya hivyo ni kwa sababu tu hawajui kwa nini ile nguzo iko pale. Hajui umuhimu wa ile nguzo ya anwani za makazi. Kwa ndio maana tunapopata fursa kama hizi kuhamasishana na kuambia wananchi tushirikiane kwenye kutunza na kuendeleza miundombinu ya mfumo wa anwani za makazi. Ni salama kiasi gani? Kwa sababu mwingine, kwa sababu umesema kwa mtu mwenye simu janja anaweza download ile application. Hata naona director wetu alikuwa anaiweka hapo inaonekana. Au mwenye simu hii ambayo ni ya kitochi anaweza kaingia kwenye menu ambayo umehitaji. Akasema labda mtu mwenye nia ovu anaweza
akahaki ile namba yangu akaja akapata taarifa za sehemu ambayo mimi nipo, ni salama kiasi gani kwenye matumizi yake? Kwa sababu huku mtandaoni na kwenyewe kumevamiwa sana siku hizi. Ni kweli. Utakumbuka kwamba sasa hivi tunaongozwa na sheria yetu ya ulinzi wa taarifa binafsi. Kwa hiyo hata kwenye mfumo wa anwani za makazi pia hiyo sheria tunaizingatia, ulinzi wa taarifa binafsi. Na ndio maana kuna baadhi ya vitu hauwezi kuvifanya kwenye mfumo wa anwani za makazi kwa ajili ya kulinda taarifa za watu. Niliongelea hapa hata kwa mfano kuomba barua ya utambulisho. Unapoomba barua ya utambulisho, kuna baadhi ya security check, kuna baadhi ya vitu tunavifanya kuthibitisha huyu anayeomba, huyu anayetumia, anayetaka hii huduma ndio mwenyewe. Kwa hiyo kuna message tutatuma kwenye namba ya yule mwenye hiyo anwani ili kuthibitisha kwamba uhalali wa huyu anayetaka hii huduma. Lakini tunapokuja kwenye mfumo wa anwani za makazi kwa maana ya programu tumizi, mtu anachoweza kuona au anachoweza kutafuta ni anwani, ni namba fulani, barabara fulani. Lakini taarifa za nani yuko kwenye hiyo anwani, hizo hauwezi kuziona kwa sababu ya masuala ya kiusalama. Kinachoweza kuonekana ni anwani, kwamba nataka kwenda anwani namba fulani, au mtu unipe anwani yako, ndio naweza kujua anwani yake namba fulani, nikaingiza kwenye mfumo anwani namba fulani, barabara fulani, postcode fulani, nikaenda. Lakini nyuma ya hapo, nani yuko wapi, nani anafanya kitu gani, au mtu fulani naweza kupata wapi, haziwezi kuonekana kwenye mfumo wa anwani za makazi. Na maswali kama mawili hivi ndio ambayo yataenda sambamba. Cha kwanza, hii ina uwezo kunionyesha mwelekeo ndio, na kunipa maelekezo baada ya mita labda 100 kata kulia. Inaweza kunipa maelekezo kama haya. Ni sahihi kabisa. Mfumo wa anwani za makazi sio tu maelekezo. Unapotafuta anwani itakwambia umbali wa hapo ulipo mpaka anwani unayoitaka kuna umbali wa kiasi gani, utatumia muda kiasi gani, kama utakwenda kwa muda wa mguu, kama utakwenda kwa muda wa gari utatumia kiasi gani. Itakuonyesha njia unayopaswa kupita ambayo ni ya haraka zaidi, pamoja na machaguo ya njia nyingine zilizopo. Na hata unapoanza kuelekea kwenda, itaendelea kukuongoza mpaka utakapofika na kukwambia hapa ndio kwenye destination yako. Na inawezekana ukawa unatumia Kiingereza, unawezekana ukawa unatumia Kiswahili, unawezekana ukawa unatumia Kichina. Hizo ni baadhi ya lugha ambazo ziko kwenye mfumo wa anwani za makazi kule mpaka sasa hivi katika kuongoza wananchi wanapohitaji huduma mbalimbali. Kwa nini nimeuliza swali hilo? Tunafahamu kuna hizi baadhi ya app za mtandaoni, ndio hizi kwa mfano za taxi mtandaoni, huwa zina wakati mwingine kwa wanaofanya biashara hii au madereva, zinapitisha barabara ya ndefu kwelikweli, inakuwa tayari ni changamoto tayari. Ndio maana nimeuliza swali hili kwamba je, ni app ambayo itanisaidia mimi kwenda kunichagulia njia ambayo ni rahisi, nyepesi kufikika kwa haraka, kwa sababu barabara ziko nyingi. Unaweza ukachagua ukapita kushoto ukapita wapi? Kulia. Mimi nadhani hiyo imekaa vizuri. Mfumo wa anwani za makazi, cha kwanza kabisa njia utakayoona ni shortest route, ni njia fupi kabisa ambayo unaweza kufika kwenye hiyo destination unayotaka. Na umeongelea vizuri hapo, kuna mitandao iko mingi, program ziko nyingi tumizi zinazohusu na masuala haya ya navigation, masuala ya taarifa za kijiografia. Lakini kwa nini mfumo wa anwani za makazi? Yaani kwa nini nitumie mfumo wa anwani za makazi wakati iko mifumo mingine mingi? Na hapo nitakupa mfano. Kwenye mifumo mingine yote ambayo inatumia Google na nini na vitu vingine, utaona maeneo mengi ambayo yako kwenye Google yamesajiliwa. Ukitaka sijui migahawa ya KFC na nini, yale maeneo maarufu yote utayaona mle ndani. Lakini ninapotaka kufika nyumbani kwako, umenialika kuja, siwezi kuiona kwenye hiyo mitandao. Ndio umuhimu sasa unakuja, naomba anwani ya makazi. Lakini kuna maeneo yale ambayo hayajapangwa na kupimwa vizuri, tunaitwa squatter. Kufika mle ndani mtu akakuelekeza inakuwa ni changamoto kweli. Ndio inakuja sasa hapa umuhimu wa anwani ya makazi. Inapokupa anwani ya makazi pamoja na ugumu uliopo kwenye zile squatter, lakini utafika kwenye pointi ile ambayo wewe unataka, kwa sababu anwani za makazi zote zinakuwezesha kufika kwenye pointi yoyote ambayo ina anwani ya makazi. Naomba urudie tena. Ninachotakiwa kufanya mimi ni nini? Unachotakiwa kufanya, kwa mfano nataka bwana Emili aje nyumbani kwangu. Ndio.
na hapafahamu Ndio. nyumbani kwangu. Mimi swali langu lilikuwa linakuja hapo kwenye Eh. uhakika wa pale Yani- napoenda, kwa sababu huku Inacho- kwingine ulikotaja kwenye mfano kwenye Eh. Google watu wengi wanalalamika. Unapotea. Anaweza kaenda ameomba kwenda posta akapelekwa Vingunguti. Umeona? Umeona? Yaani uhakika wake, na upekee wake hiyo kitu. Na kama kwa kusakafia hapo hapo, yani nimtumie nini Emily? Je, kwa mfano kuna baadhi ya hii mitandao na share. Akipata tu akiklik inamfikisha mpaka wapi alipo. Kwa cha kwanza napaswa kumtumia nini Emily, na Emily lazima awe na nini? Sawa. Kwa lugha nyepesi yani. Sawa kabisa. Sasa unachopaswa kumtumia Emily Eh. ni anwani kamili ya makazi ambayo ina vitu vikuu vitatu. Ndio. Namba ya anwani. Kwa mfano nimesema hapa, unapotaka kuja Channel 10, mtu yeyote anayetusikiliza, anayetuangalia, utaandika namba yake ni 75. Hiyo namba ndio ile iliyobandikwa. Ndio iliyobandikwa kwenye kibao cha Kwenye njano. kibao. Tuko sawa mtazamaji hapo, sio kachanganya hapo. Sasa hizi mimi mtu kwa kweli naambia mtazamaji sitakuwa na kwanza kuuliza Peter Lumumba kushoto, hapana. Hapana. Na kutumia haya maelekezo kwa makazi. makini sana. Kwa Tunalika watazamaji wetu. kwanza ni namba ya anwani 75 kwa mfano hapa. Lakini ya pili ni jina la barabara, na huu ni mtaa wa Lumumba. Sawa? Sawa. Cha tatu ni postcode au namba maalum ya kata ambayo kwa hapa ni 1117, ni kata ya Gerezani. Kwa hivi vitu vitatu unaponitumia mimi, Ndio. nikiingia kwenye simu yangu, Ehe. kuna mahali pa kutafuta anwani. Sawa. Ninapoingia kwenye kutafuta anwani, nitaweka namba 75 Kwenye hiyo program. kwenye sasa program ya tumizi namba. anwani ya NAPA. Ndio. 75, naweka space, naweka Lumumba, naweka space, naweka ile postcode. Nikishaipata hiyo tu naweza kufika. Hapo ni kama nimeamua kutafuta. Lakini wewe unaweza ukawa una mfumo wa NAPA kwenye simu yako. Ndio. Ukawa nyumbani kwako pale, ukataka kumtumia huyu bwana hapa anwani yako. Ndio. Kwenye mfumo wa anwani za makazi kuna sehemu ya kushare. Kile kialama cha kushare. Kwa hiyo utakigusa kile alama ya kushare, itakuletea machaguo. Unataka kumshirikisha anwani, kwa Kiswahili tunasema kushirikisha anwani. Ndio. Au ndio share address. Unataka kumshirikisha anwani kwa njia ipi? Utume message ya kawaida, unashare kupitia WhatsApp, unashare kupitia Instagram, na programu zote unaweza ukamtumia huyo mtu anwani yako. Sasa huyu bwana akipata hiyo message, kama hana mfumo wa anwani za makazi au NAPA, atalazimika kuinstall kwanza kwenye simu yake. Sawa. Akisha install sasa ndio anaweza kutumia huo mfumo akanavigate au akatembea mpaka kufika nyumbani kwako bila kupigiana simu. Anwani inatosha. Sasa turudi kwenye swali la pili ambao Ndio. linawezaje, kuna uhakika kiasi gani kwamba nitafika kwenye eneo la mtu. Sasa hapa kuna masuala kidogo ya kitaalamu. Hiyo sababu ya watu kupotea ni swala la tunaita location, yani ni swala la kijiografia. Ile location ninayokutumia wewe, kuna wakati kwamba kifaa chako au simu yako, usahihi wa majira ya nukta umekuwa uko mkubwa sana. Nini maana ninaposema usahihi? Ninapotaka kufika Channel 10, simu yangu kama haiko vizuri kwenye usahihi wa majira ya nukta, inaweza ikanipoteza zaidi ya kilomita 10. Lakini kwenye mfumo wa anwani za makazi, usahihi uliotumika ni chini ya mita 4. Kwa maana kwamba kama nakwenda Channel 10, endapo nitapotea haitazidi mita 4 kutoka kwenye eneo sahihi ninalotakiwa kuwepo. Kwa hiyo kwa msingi huo, hata kama nitapotea kwa mita 4, maana yake tayari nimeshafika kwenye eneo ninalokwenda. Sasa kinachotokea kwenye mitandao mingine, mtu anapotea location, ni kwamba huyo mtu anapotezwa zaidi ya kilomita 20. Kwa hiyo unajikuta eneo unalotaka kwenda umepotea kilomita 20 zaidi. Bwana anapotea sana. Kwa hiyo kwenye mfumo wa anwani za makazi hicho kilizingatiwa, na moja ya jambo la msingi ilikuwa ni kuondoa hiyo changamoto. Kwa sababu unaposema dhamira ya serikali ya kuharakisha na kurahisisha utoaji na ufikishaji wa huduma, lazima kuja na mfumo ambao hiyo changamoto ya kupotea haitakuwepo. Yes, watu waweze kufika kwenye eneo sahihi analotaka kwenda, waweze kufanya biashara zao kwa muda wanaotakiwa kufanya bila kuwepo na upotevu au usumbufu wa namna hiyo. Kwa hiyo tunapoanza kutumia, na nahamasisha watu kutumia mfumo wa anwani za makazi, wataona utofauti. Utakapoanza kutumia mfumo wa anwani za makazi utaona utofauti. Unapopata anwani ya mtu, unapokwenda unafika kwenye eneo sahihi, na kwa kweli watu wataona utofauti. Maisha ni rahisi sana
ni vile tu wewe ambavyo unapanga kuchagua wapi. Lakini maisha ni rahisi sana. Kwa sababu kuna wakati mwingine upo kikao, alafu kuna mgeni mwingine anapaswa kufika hapa ofisini. Hasa pata picha kushoto, kulia. Sasa unasema kuna wengine kusikia kidogo kama ndugu yangu hapa ni shida kidogo. Lazima atoe sauti kidogo. Lazima utoe sauti kwenye kikao. Kwa hiyo maisha ni rahisi. Unamtumia tu taarifa, anafika vizuri kabisa na anapokewa. Umezungumzia swala kwamba hata kwa mfano huduma za kijamii, kwa labda jeshi la zimamoto, kuna shida imetokea. Najua utaratibu ni vile unatuma hizo taarifa. Je, mmetoa elimu kwa mamlaka hizi husika? Kwa sababu lazima kila mtu awe na simu, na jeshi la zimamoto ni taasisi. Ni kwa namna gani mmetoa elimu mahospitalini huko, lakini pia na taasisi nyingine zile ambazo nafahamu ya kwamba tukiwahitaji tunahitaji ile huduma ya haraka kufika kweli. Jeshi la polisi, karibu. Asante sana. Tutakumbuka kwamba maelekezo ya viongozi wetu wakuu wa nchi na especially Mheshimiwa Rais alishaelekeza ile mifumo ya serikali iweze kusomana. Kwamba tuwe na serikali ambayo ina mifumo inaonana, kwanza kuondoa usumbufu kwa mwananchi. Akienda huko akajiandikishe, huko akajiandikishe, huko akajiandikishe. Kwa hiyo dhana inatekelezwa. Na hata kwenye mfumo wa anwani pia za makazi tunaongelea sasa kule kuunganishwa na mifumo mingine. Kwa mfano muongelea zimamoto, hao tayari wana mfumo ambao tumesha integrate, tumeshaunganisha. Kwa hiyo maana yake unapopata changamoto sasa hivi ukimwambia zimamoto atakwambia taja anwani. Unapomtajia anwani tayari yeye ana nyenzo za kuweza kukufikia pale kwenye hiyo changamoto. Na kwa kweli hapa tumekuwa na wakati mwingine tunalaumu sana kwamba zimamoto wamefika pale, nyumba imeshaisha, labda kama kuungua au moto umeshamaliza kila kitu. Lakini moja ya changamoto ambao nao wanakutana nayo ni namna ya kufika kwa wakati kwenye yale maeneo. Mtu anayekuelekeza wakati mwingine amepaniki au ana nini, kwa hiyo unakuta ameelekezwa gari limekwenda sehemu ambayo sio sahihi, uelekeo ambao sio sahihi. Kwa hiyo mpaka kuja kurudi unakuta kidogo madhara yamekuwa makubwa. Lakini sasa kupitia mfumo huu maana yake unatakiwa kusema anwani yako ya makazi. Waje wapi? Waje anwani namba 20, mtaa wa maendeleo, postcode fulani. Kwa hiyo wao wataingiza kwenye mfumo na kuweza kukufikia. Lakini pia kuna wenzetu labda wa afya ambao nao pia tuko pamoja kwenye hili swala, tunashirikiana kwenye kutekeleza. Umepata changamoto sasa hivi unahitaji gari la wagonjwa kwa haraka, uko mahali, unachopaswa kusema ni anwani yako ya makazi. Anwani namba fulani, barabara fulani, au mtaa fulani, postcode fulani. Wao watatumia ile taarifa kuweza kukufikia. Kwa hiyo unaweza ukaona kwenye masuala mengi ya kijamii tunahitaji sana huu mfumo wa anwani za makazi, kwa sababu ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Changamoto zinazotokea kwenye mitaa yetu, wakati mwingine ni usiku wa manane, unaweza ukakuta unaona kabisa kwa jirani pale kuna watu wanafanya jambo pale. Kuelekeza vyombo vya ulinzi na usalama vifike mpaka kwenye hilo eneo pia ni changamoto nyingine. Lakini pia unakuta kuna watu wako kwenye mitaa yetu, hujui hata namba ya mwenyekiti, hujui namba ya mtendaji. Hata anapopata changamoto usiku unashindwa kupigia simu hata mtendaji au mwenyekiti. Lakini basi walau kama unafahamu anwani yako ya makazi, unaweza kupiga simu kwenye vyombo vya ulinzi na usalama kuambia jamani, njooni nyumba namba fulani, barabara fulani, kuna changamoto 1 2 3, na wakaweza kukufikia kiurahisi. Kwa hiyo kuna mtu mwingine huenda anatazama hivi sasa hafahamu namna ya kupata postcode. Ndio. Kwa sababu umezungumza ili umwelekeze mtu lazima awe na postcode. Ni muhimu sana. Mtaa na namba. Ndio. Ya anwani. Anaipataje postcode? Safi. Tena ni jambo zuri kweli, kwa sababu namba ataiona labda pengine kwenye nyumba yake. Barabara, jina anaweza kalikuta kwenye nguzo. Hii postcode anaipata wapi? Postcode ina namna 2 za kuweza kuzipata kwa urahisi kabisa kwa mwananchi wa kawaida. Namna ya kwanza ni kwenye programu tumizi, kwenye mfumo wetu wa namba ambao nimeusema pale. Ukiingia kwenye ule mfumo pale chini kushoto kuna kabatan au kuna katufe kameandikwa postcode. Ukigusa pale itakwambia uchague uko mkoa gani, uko wilaya gani na jina la kata. Unaipata postcode yako pale. Sawa. Lakini vile vile mtu anaweza kuipata wapi? Anaweza kuipata kwenye vile vitochi ambavyo nimesema ambao hana smartphone sasa. Ambao hana smartphone. Naijuaje postcode? Nyota 152, nyota 00 alama ya leli. Naenda namba 3 kwenye ajira na utambuzi. Nikishaenda kwenye ajira na utambuzi nikifungua nilisema kuna menu 2. Namba 2 ni postcode, namba 7 ni anwani za makazi. Kwa ataenda kwenye namba 2 kujua postcode ya kata yake. Basi na pale ataambiwa tu uchague herufi ya mkoa. Kama ni Dar es Salaam, herufi ni D.
itakuwa kwenye namba ngapi, ataangalia pale kundi la herufi, atachagua mpaka atafika kwenye kata yake na atapata postcode yake. Sawa. Bwana tukushukuru sana. Emili, jiandae. Kilomita 20 tena sipotei. Habari za kwanza kuuliza huko wapi? Eti. Nipo Posta Jamhuri. Umeshapata eh? Huyu nilimwelekeza nyumbani kwangu. Toka Kimara tu hapo, ni jirani kuja nyumbani kwangu. Lakini anatumia kama masaa 3. Anazunguka tu. Sasa nikamuuliza bwana postcode yako hapo nani hajui na yeye. Hajui anwani yake. Hakuja kufika jioni wakati ya kutoka kwake mchana. Lakini bahati nzuri alifika. Lakini sasa hii ni njia rahisi zaidi. Nilichokiona kwenye huu mfumo ni kwamba ni ule kwenda kutunza muda. Unajua muda ni mali. Muda ni mali. Yani kwenda kutunza muda na kwenda kuharakisha kufanya mambo yetu kwa haraka. Tofauti na tukianza kuelekezana kwenye simu kama ambavyo watu sasa hivi wanafanya. Uzuri wake nilichokipenda, uwe na smartphone, uwe na simu ya kawaida, una uwezo wa kupata huduma. Mimi nashukuru nyinyi mmeingia katika swala zima la muda. Ila mimi nimeingia katika swala zima la usalama. Kuku mgeni akosi kamba mguni. Ni kweli. Yaani ukitua tu kuna baadhi ya maeneo pale. Umetua hapo unaweza kuangalia. Watu wanajua huyu ni mgeni. Ukianza kuuliza tu wanajua huyu mgeni. Ndugu yetu mgeni. Duniani kuna watu wema na watu wasio wema. Umeelewa? Kwa sababu ushajua tu mgeni, mtu anaweza akakupoteza pia. Ukamuuliza kwa mtu fulani sehemu gani, akakupeleka kumbe sio kule, akakufanyia kitu kibaya zaidi. Sasa hapa ni mwendo kimya kimya. Yaani unafika salama na unafika huku unaelekezwa unabidi uende wapi, kama ni kushoto ni kulia. Kwa hiyo nimwambia maisha ni rahisi sana, kupanga ni kuchagua, ni namna ambavyo wewe utachagua tu. Ukitumia mfumo wa Napa basi kufika sehemu yoyote ile pale hapa nchini Tanzania ni rahisi sana. Na kuongezea hapo uligusia kitu hapo cha mtu unapokuwa mgeni, kuna yule unataka huduma labda ya usafiri, akwambia unaenda wapi? Unaenda sehemu fulani. Akwambia okay twende, shilingi 5,000. Kwa sababu upafahamu unaweza ukalipa. Sawa. Lakini unapokuwa na mfumo wa anwani za makazi, kama unajua anwani, unaweza ukaangalia umbali. Hapa unakuta ni kilomita 1. Sasa kuna ule mtindo wale wenyeji anakuzungusha ili uone kuna umbali kidogo, hapo anakufikisha kwenye janja. Kwa hiyo unaweza ukatumia mfumo huu sasa kujua hapa kuna umbali, kumbe niko umbali wa kilomita 2. Kwa hiyo hata kama nauli yangu hapa haitazidi 1,000 na utaona direction. Kwa hiyo hata kama jamaa anakupitisha kwenye njia isiyo sawa sawa, utajua wapi unapaswa kupita. Boda boda huu mfumo unawahusu. Madereva taxi huu mfumo unawahusu. Hao ni maafisa usafirishaji, maafisa usafirishaji wote huu mfumo unawahusu. Asante sana Arnold Mkude, ni mratibu msaidizi wa utekelezaji wa mfumo wa anwani za makazi. Tunashukuru sana kwa kuja katika studio zetu za Baragum Live, na tulikuwa tunazungumzia matumizi ya mfumo wa anwani za makazi, na tutakuwa tunakualika mara kwa mara. Tunatamani kuona Tanzania wote zaidi ya milioni 60 huu mfumo wanautumia vizuri zaidi, kwa lengo la kurahisisha maisha na kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanafikia huduma zao kwa haraka iwezekanavyo. Mimi ni Emmanuel Makapotela, Emil Lazarus tulikuwa naye hapa, lakini pia Dorcas Lemsi Mtenga tutaungana naye baadaye itakapofika saa 2:30. Endelea kuwa nasi. Hii ni Baragum Live.